Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni sheria, taratibu, kanuni na miongozo ya Mungu ndani ya kiumbe kilichovaa mwili. Sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya kimbingu ndani ya kiumbe kilichovaa mwili, hasa mwili wenye utashi wa mwanadamu. Ufalme wa Mungu sio mbinguni, ufalme wa Mungu ni ndani ya mtu. Wawili ukiwasimamisha wote watoe pepo, kuna anayetoa pepo mpaka jasho linamtoka. Huu ni ufalme, na huu ufalme una kanuni na taratibu zake kwa raia wake. Sema amini. Sisi kanisa tulilotoka kule kijijini, mpaka mashemasi wengi hawana Biblia. Huwezi kumkuta mtu ana daftari na kalamu, ni wachache sana. Wengi ni kama walishashiba neno la Mungu, eti walishiba neno la Mungu. Kwa hiyo hawana Biblia, hawana daftari, hawaandiki tena, wako rohoni. Katika masuala ya ufalme kuna kitu kinaitwa mipaka. Kuna kitu kinaitwa wewe unapokuwa kwa Mungu, kumbuka jambo hili. Kama kweli uko kwa Mungu na ndani ya ufalme wake, Biblia inasema huwezi ukaingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu ukavichukua vitu vyake bila kumfunga kwanza mwenye nguvu. Wewe unapoomba unavunja nguvu za giza. Unajua giza maana yake? Unapofanya maombi unavunja nguvu za kichawi. Je, unaujua uchawi? Unauelewa vizuri? Wakristo wengi wamejifunza habari za Yesu, tena Yesu anayechoma moto wanaomkosea. Amewasubiria wakosea akawachome moto. Yesu wa rehema na huruma, anayewapenda watu wake, aliyesema waje na mizigo yao. Makanisani wakifika wanatengwa. Musa aliingia katika nchi ya Midian, kwa maana ya Ethiopia, akitokea kwenye ufalme wa Egypt. Alikuwa amefundishwa taratibu na kanuni za ufalme wa Misri. Biblia inasema alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Unaweza ukawa umepata mafunzo yote ya kilokole, lakini ni mwana wa shetani ndani ya mafunzo ya kilokole. Meanza kuniangalia kwa jicho bovu. Hebu kaza macho tena niangalie. Ni sauti ya mtu anayesema ikitokea Shiro. Nazungumza na mtu. Haina maana kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza ukapata gari, unaweza ukajenga nyumba, unaweza ukawa na ndoa salama. Kuna watu wameokoka wana miaka 30, 40 ndani ya kanisa, lakini mpaka leo bado ni watoto wa binti Farao, kwa sababu taratibu za Mungu uliyejifunza na kumjua vizuri, huyo ndiye utakayetumikia ufalme wake. Ikiwa uko katika nchi ya Tanzania na huwezi kuelewa hata sheria 3, 4 za kukusaidia wewe kama raia wa nchi husika, basi wewe huna tofauti na mkimbizi mwingine yeyote. Amen. Israeli walikuwa watumwa katika nchi ya ahadi. Mungu aliwaambia Kanani hii nimewapa, lakini hatuwezi kuingia Kanani kwa miujiza. Miujiza ni kwa watu wasioamini, ili waamini wamkimbilie Mungu. Maarifa na ufahamu na mafundisho ni kwa ajili ya watu waliokomazwa akili zao, wajue jinsi ya kutawala na kumiliki katika ufalme wa baba yao. Sisi hatuombi Mungu atupe miujiza. Tumefanyika miujiza katika ufalme.
kinyume na sisi, atahakikisha anajua Mungu wetu ametuweka katika ufalme ili tutawale badala yake. Utakuwa unajilazimisha kusema amina. Sema amina nyingine. Adamu alipoumbwa alitofautishwa na viumbe vingine. Biblia inasema kwa mikono ya Mungu akatengeneza bustani ya Edeni katika lango la mashariki. Akamchukua huyo mtu akamweka ndani ya Edeni. Alipomweka hakumwambia nenda katawale samaki wa baharini, sijui na ndege wa angani. Alimwambia ilime bustani hii na uitunze. Maana usipoilima hakuna matunda, usipoitunza hakuna chochote utakachokipata. Unaianza biashara wewe unamkabidhi Mungu, acha upumbavu. Biashara sio ya Mungu, ni yako. Kama una elimu nayo nenda darasani, kajifunze kuhusu hiyo biashara. Acha kuwatangazia watu Bwana atatenda wakati hakuna mahali Mungu amekutumia. Siku hizi mitandao ya kijamii imekuwa ni utapeli. Wakweli wapo, lakini utapeli ni mwingi. Hata mtu ambaye ana kanisa la watu 6 anarusha kwenye mtandao, amezungukwa na mamia ya watu, wameedit, wameongeza watu, njoo uabudu pamoja nasi, Bwana atatenda. Kuna mshirika wako hapo, mzee wa kanisa hapo, ana kifafa na miaka 20 hajapona, ila wa kwenye mtandao unaamini wakija wanapona. Huo ni utapeli wa kiroho. Na ninajua hapa hamwezi kunielewa. Ushindwe. Mtashindwa wenyewe. Mimi hapa siwezi kushindwa. Kanuni za kimbingu zinataka hivi. Mungu alipomaliza kuumba alisema natazama kila alichokifanya akakiona ni chema sana. Lazima ifike mahala kile unachokifanya ujipongeze wewe, kwamba kwa kweli niko vizuri. Ukiona unasifiwa wewe ujipongezaje? Wewe hamna kitu. Anza wewe kwa kweli, ila Mungu amenibariki. Sasa kuna watu wanafikiri ni unyenyekevu, Mungu anampa kama gari. Anaambia ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Naona Mungu amekubariki. Eti naye anasema utukufu na heshima zimrudie Mungu. Ni Mungu. Yaani kwa kweli hata mimi sielewi ilikuwa kuwaje. Yaani Mungu kabariki mwenda wazimu asiyeelewa alipataje hela ya kununua gari. Yaani haelewi ilikuwaje maisha mengi. Hivi huyu ana akili kweli? Hili gari hata likipinduka likaenda likaungua moto ni sawa tu. Maana mwenye nalo mwenye hajielewi. Mungu amekubariki, sema naam. Kwa kweli Bwana amenibariki. Mimi nawapenda Wakenya sana. Kauli za Wakenya sio za kizembe. Kimwambia vipi, amba nimebarikiwa. Nashukuru hata kama hajara. Hizi ya kupunguziana ni huku kwetu. Musa akaingia ikulu ya Farao. Si kama mwana wa binti Farao. Aliingia ikulu ya Farao kama mwana wa ufalme. Akahesabu ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akachukua hatua. Akakutana na kiumbe cha ajabu. Kiumbe chenyewe unakijua. Yule ndugu aliyechua huyu ni ndugu yangu namtetea, ndiye aliyeinua mkono akasema muuaji, umekuja na huku kwetu tena. Jana uliua mtu, unataka uwe tena. Musa akasema taarifa zangu zimeshajulikana. Kiumbe cha ajabu alichokutana nacho Musa cha kwanza alikuwa ndugu yake. Poleni yenu mnaotaka kupendwa na ndugu zenu na rafiki zenu. Ninyi sio watu wa Mungu. Watu wa Mungu wote walianza kukataliwa na ndugu zao. Kiumbe cha ajabu cha kwanza ni ndugu zako wa damu. Inatakiwa wakanushe, wakukatae, waseme we hamna, unajifanyisha, una nene. Hata Yesu ni hivyo. Walimwandalia mkakati mpaka wa kuandaa vijana wenye nguvu wakamkamate, maana amerukwa na akili. Ndio walioongoza agenda kwamba anatoa pepo kwa mkuu wa pepo Beelzebuli. Yes. Ndugu zake wakafanya hivi. Ndugu ni viumbe wa ajabu katika maisha. Ni wa kwanza kutumiwa na shetani
ili ukutane na Mungu vizuri. Ukimaliza kwa ndugu, ndio ukutane na kiumbe cha ajabu kingine, aidha shetani au malaika wa Bwana ama Mungu mwenyewe. Sema amina. Ukiona mume wako hakupenda na kuchukia na mlikuwa mnaishi vizuri, elewa kuna level fulani umepanda, kama kweli unaendelea kiroho vizuri. Kwa lazima muanze kutofautiana ili awepo aliye katika ufalme na aliye nje ya ufalme. Si umenielewa vizuri? Na ukishaona wewe unatafuta kupendwa, hebu acha kuokoka, tafuta njia nyingine mbadala, maana zipo dawa za mvuto. Na kama utasema jamani mtumishi, mimi nimeacha kuokoka, nipe dawa za mvuto, uje nikuonyeshe. Ona yule dada anavyoniangalia. Sasa ninachomaanisha ni kwamba katika ufalme huu lazima tuthibitishwe. Unathibitishwa na ndugu zako kwanza. Wanapokukataa sio kwamba wanakuchukia, wanapambana na wewe, inaitwa ni vita malangoni. Huyu anataka kutupitaje huyu? Kitambo tu wataelewa. Wakirudi vita yako ya pili, kama umeajiriwa, ni kwa tajiri yako aliyekuajiri. Atakuita mama kanisa, baba kanisa, mama maombi. Huenda umekuja kwenye ibada mara mbili kwa juma, na huyo mtu mko naye kanisa moja kabisa, lakini huyo atatumika kukuswaga mkiwa nyumbani na kukuambia wewe umeokoka mara ambayo sasa hujaokoka. Unaenda kanisa kila siku, kila siku. Anayekuambia kila siku kanisani na yeye alikuwepo, lakini changamoto yake kuna viwango unataka kuvuka kuliko yeye. Kwa hiyo inabidi akukandamize uonekane hauko rohoni. Sasa tuko katika ufalme, lazima tutumie mbinu na nguvu za Mungu wetu kwa ajili ya kuwashughulikia wale wanaoshughulika na sisi. Kilichomleta Yesu duniani sio kuja kuokoa. Kilichomleta Yesu duniani ni kuhubiri injili ya ufalme, na watu wakimwamini ndipo waingie katika ule ufalme. Kuingia kwenye ufalme, Biblia inasema ni kuzaliwa mara ya pili. Maana yake unaingia katika utawala usioonekana.